Nishasoma ile neno, naomba nirudie tena. Haleluya. Steve, unanijua? Hebu ifanye hii mic iendane na mimi. Ifanye hii mic iendane na mimi. Maana sauti itaisha sasa. Haleluya. Mathayo mlango wa 21. Mstari wa kwanza mpaka wa 11. Anasema, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kinachowakabili, na mama mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji. Turudie, semeni Bwana anawahitaji. Semeni Bwana anawahitaji. Tunaendelea hapa tusikie. Anasema hivi, aliposema semeni Bwana anawahitaji, na maana hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru, wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani. Sema, wakatandaza nguo zao njiani. Na wengine wakakata matawi ya miti. Sema, wakakata matawi ya miti. Okay. Wakayatandaza pia njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Mkutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Kaa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tukipungiana mikono namna hii kwanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sikia. Tumepewa neno zuri kabisa. Wamesema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, si ndio? Lakini mimi nitakwambia kitu kimoja. Ulichokibeba kitakuheshimisha. Mwambie jirani yako, ulichokibeba kitakuheshimisha. Okay. Ngoja nianze hivi. Kama nimebeba pombe, mjilisi, wewe ni tofauti na nilivyomwambia. Kama nimebeba uzinzi, utaniheshimisha, si ndio? Kama nimebeba wizi, kama nachukua wake za watu, imetoka hapa Haleluya. Ulichokibeba kitakuheshimisha. Uchaguzi ni wako. Unaamua kubeba kitu gani? Ili kikuheshimishe. Sikiliza nikwambie, unaweza ukachagua kusuka kwa wamama au ukachagua kunyoa. Kile utakachokibeba, ulichokiamua unaona kinakupendeza, kitakuheshimisha. Vyote viwili ni vizuri, hamna kibaya kati ya hivyo wapendwa. Sije kusema sasa mtumishi anataka tuchague kimoja. No. Kwa wamama kusuka na kunyoa wameamua, vyote vitawaheshimisha tu. Sawa? Lakini nikwambie, katika huu ulimwengu tuna kambi kuu mbili. Tuna kambi ya Shetani na tuna kambi ya Yesu. Ukibeba kambi ya Shetani itakudharaulisha.
walevi mpaka kazini kwao hawawezi kufanya kazi tena. Wengine wameajiriwa na kazi za heshima sana, lakini tu kwa sababu ya ulevi alionao, mpaka yule ambaye ni sabuni wa chini, mfanyakazi wa chini kabisa, anamdharau. Hivi haujapata kuona? Hujapata kuona? Mimi niulize, nimeona au watu wameona? Lakini nasikia nikwambie, Yesu anasema hivi, anachagua vyombo dhaifu ili aweze kuviheshimisha vyombo dhaifu. Nisikie nikwambie, angeweza kuingia Yerusalemu kwa farasi. Mimi natoka Singida, katika mkoa wenye punda wengi. Katika mkoa wenye punda na Manyara. Sawa. Mimi nimetaja Singida kwa sababu ndio nimeishi muda mwingi huko. Sawa. Katika mkoa wenye punda wengi ni Singida. Alafu sikia nikwambie, punda ni mnyama ambaye anadharaulika sana. Hata mizigo mingine anayopewa punda kubeba, akipewa aibebe, farasi hawezi kupewa aibebe. Kwa nini? Kwa sababu punda ni mnyama aliyewekwa kuwa ni mnyama wa hali ya chini. Ushakuona mtu kabeba magunia ya mkaa akampa farasi abebe? Sijui nisaidie. Hata kwenye zile movie nafikiri hatujaona kwamba farasi kabebeshwa magunia ya mkaa huko na huko. Umeshaona hiyo kitu? Lakini punda kila kitu kwanza, na akikataa anapigwa. Babangu amenisaidia. Na akikataa kubeba huo mzigo anapigwa. Kwa nini? Kafanya kuwa kiume dhaifu, kafanya kuwa hana thamani. Alitandikiwa na nini mtumishi wa Mungu? Alitandikiwa na nguo, si ndio? Haikutosha. Maana wamama wamenunua wax kwa bei kubwa mtumishi. Wababa tumenunua wax tumewapa wote zetu, si ndio? Lakini wakasema no. Huyu punda tunayemdharau, kuna kitu alichokibeba. Anambeba mwana wa Mungu, anambeba mkombozi, atakayekwenda kuwakomboa watu na dhambi zao. Wakachukua, wakatandika hapo chini, wakaleta kanga watu ili punda anaweza laulika, aweze kupita kwa sababu alichokibeba ni kitakatifu. Alichokibeba kimebarikiwa. Haijalishi wanakudharau kwa kiasi gani, haijalishi wanakuwa na uwezo kwa kiasi gani, haijalishi wanakuita jina gani. Sikia nikwambie, mbele Yesu akuheshimishe. Mbele Yesu akuheshimishe. Haijalishi wanakuita jina gani, haijalishi wamesema huwezi kuolewa, haijalishi wamesema hutapata kazi, haijalishi wamesema watoto wako hawatasoma, haijalishi wamesema kitu gani. Mkamate Yesu, atakuvusha. Mkamate Yesu, atakupigania. Kubali wewe ni punda. Sawa, wamekuona punda, sawa, wamekuona ufai, sawa, wamekuona uwezi. Mbebe Yesu mgongoni kwako, tembea naye, atakuvusha. Niangalie na muda, nisije nikakuta ibada ya pili imesogea hapa, sio? Ngoja nikwambie, katika ulimwengu wa roho wanakiona ulichokibeba.
Wakati niko chuo nilikuwa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Steve. Sasa Steve huyu namshukuru Mungu sijafika. Sisemi kwamba nilikuwa naambiwa sana Mungu kuliko wengine. No, thank you. Sawa Mwambie jirani yako kwa lugha ya Kiswahili, no thank you. Haimaanishi kwamba nilikuwa nimeokoka sana kuliko wengine. Bali watu wanatumia nguvu mbalimbali. Nilipokuwa chuoni kumzumia hapa. Nilipokuwa chuoni, kuna siku nilikuwa na Steve. Tumekamatana mikono, tunaenda kula na rafiki yangu mtumishi wa Mungu. Tunaenda kupata chakula Uswazi ya juu. Kwa hiyo soma Mzumbe wanapajua Uswazi ya juu. Unapajua ile mama sitamtaja ni nani. Tulipofika tukaingia tuna Steve pa. Yule mama akasuka. Tukashangaa, wewe unasuka nini? Akujizuia akasema, "Nini watumishi?" Tujiulize sasa. Kwa nini amesema nini watumishi? Tena kwa sauti ya hofu. Nini watumishi? Tukamwambia, "Kwa nini umesema hivyo?" Naona tu jinsi nilivyokuja. Mnaonekana ni watumishi. Lakini unajua kitu gani kilitokea mtu wa Mungu? Nguvu zilishindana. Na baada ya kushindana, aliyeshinda ni Yesu. Tuliyembeba. Kwa hiyo mimi sikujua. Na chakula chake tulikula. Lakini hakikutuzuru. Wakashindana wote. Na chakula chake nilikula. Kwa sababu tutakula vya kufisha na havita. Kwa nini? Kwa sababu najua niliyembeba. Amua leo ndugu yangu, acha kubeba vinavyokudharaulisha. Acha kubeba vinavyokudharaulisha. Wewe unavijua. Vingine unavifanya mahali pa siri. Unaaga mke wako unaenda kazini, sehemu ya kazi, kumbe unaenda kuzini. Unaaga familia yako vizuri, kwamba unaenda kwa ajili ya kikao Dodoma muda wa wiki moja, kumbe uko na makahaba. Mtumishi, wasije kukuletea maneno kwamba yule mtumishi asimame tena. Mwambie tena acha. Chooni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Naye amesema atafanya nini? Piga na makofi na vigelegele kidogo na makofi wewe. Piga makofi ni kwa ajili ya Yesu. Ulichokibeba kitakuheshimisha. Tusimame kwa miguu yetu. Haijalishi ulifanya dhambi kubwa kiasi gani, ambao tunazungumza inakuhukumu. Inasema na Yesu anatenda. Sitamani utoke ulivyoingia. Natamani utoke ukiwa umetoa mzigo. Amesema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ni mwepesi. Sio mzito, ni mwepesi. Ni mwepesi. Ni mwepesi. Sikia nikwambia mtu wa Mungu, tutaenda kuomba. Alafu unajua ni mzigo gani unao. Alafu mwambie Yesu, leo natamani nikubebe. Natamani nikubebe. Natamani nikubebe. Nitembee na wewe. Nitembee na wewe. Utende mambo makuu kwenye maisha yangu. Unipiganie Bwana. Upiganie na watoto wangu. Upiganie na ndoa yangu. Ilikuwa inaenda kuharibika. Ilikuwa inaenda kupotea. Unipiganie. Unipiganie.